Na hii sasa ni episode ya 3. Tunazidi kusonga mbele zaidi katika mashine safi, picha unaita Yaras. Episode ya 3, mashine inazidi kubamba bamba. Lakini pia bwana, leo tupo na advertise ya picha mpya kabambe, picha la kijeshi, picha la kiume ambalo naamini utakwenda kulipenda na kulikubali pia. Hii hapa sasa mzee baba unaita Sizzla. Sizzla ni picha mpya ya Kituruki, goma la kijeshi ambalo sasa hili ni mithili ya Soz. Ni picha la ukweli ambalo naamini utakwenda kulipenda na kulikubali pia. Mwanzo mwisho na Mr. Burudani tutakuwa pamoja zaidi. Lakini pia usisahau picha hii inapatikana pale Kariakoo kwa mzima bwana Msomali Move Worldwide. Kila siku ya Jumatatu usikose kuifuatilia pale mapema sana kwa ajili ya kufurahia huduma safi na huduma bomba katika picha safi kabisa. Hii wanaita Allah hepinizden razı. Wanaita Sizzla. Sizzla ni bonge la movie, bonge la kazi, mashine safi sana hii. Ukiwa sambamba na Mr. Burudani hakuna kinachoharibika. Karibu tena, twende sambamba zaidi katika mashine safi. Wanaita Sizzla. Usikose Sizzla. Ngoma la kiume sana hili baba la baba, naamini utalikubali na kulipenda pia. Mwanzo mwisho na Mr. Burudani tutakuwa pamoja zaidi. Usikose. Utwende sambamba basi katika mashine safi. Wanaita Yaras, episode ya 3. Ndio hii hapa sasa mzima. Tunazidi kuchanja mbuga, tunazidi kuacha vumbi shele. Hii hapa sasa, karibu tena, twende sambamba zaidi katika mashine safi. Hii hapa wanaita Kalpi Yarasi. Bada tunaanzia hapa sasa katika episode ya 3 mashine safi, bonge la picha wanaita Kalpi Yarasi. Upo sambamba na Mr. Burudani. Basi tunaanzia nyumbani kwa kina Hande. Mama yake Hande pamoja na mfanyakazi walikuwa hapo garden, walikuwa kikunja nguo. Wakati wanakunja nguo akizidi kupiga story 2-3, bibi Hande naye ndiye alikuwa anakuja. Afika pale kamkuta mama yupo na mfanyakazi wanazidi kupeana maelekezo. Anasema naomba tafadhali chukua hizo nguo kaziweke katika chumba cha bibie vizuri zisijikunje. Unielewa? Habia mna shida. Basi anageuka tu hivi anakuta bibi Hande huyo hapa. Vipi binti yangu, uko salama? Asema ndio nipo salama mama. Sijui wewe. Nilikuwa nakuaga mimi natoka. Wakati binti anatoka mara ghafla simu inaita. Oh bibi Hazari. Kalbe karşıymış. Habari za nyumbani mama? Evet kalbe. Bila shaka nafikiri unaendelea vizuri. Anasema ndio. Bila shaka hata pia hapo nyumbani utakuwa unaendelea vizuri. Vipi binti yangu Hande anaendeleaje? Anasema yupo vizuri. Alikuwa anatoka kwa ajili ya biashara zake. Unajua tena yupo katika maandalizi ya harusi. Anasema mwambie tafadhali asitoke. Anifuate mimi, nahitaji kutoka naye katika siku ya leo. Oh, akufuata? Anasema ndio. Hajanywa hata chai. Anasema hata asinywe chai. Nataka atoke, anifuate, nataka tuelekee moja kwa moja katika sehemu moja nzuri kwa ajili ya kuweza kwenda kununua baadhi ya vitu ambavyo atavivaa katika siku yake ya harusi. Hamna shida mama, basi namueleza. Birazdan orada olurum. Nafikiri baada muda mfupi atakufuata sehemu ulipo. Bekliyoruz öyleyse. Basi nikutakie mchana mwema pia. Muda si mrefu mtaonana. Azade anne. Anasema mama yake na Firata amepiga simu. Anahitaji uweze kumfuata moja kwa moja, mnakwenda kununua baadhi ya vitu ambavyo utavaa katika siku ya harusi. Bibie anahitajika kuweza kumfuata mama mkwe. Sasa tuje katika upande wa pili huku. Kwa mzee mzima bwana Yaman. Yaman baada ya kutoka kule, ndugu yangu kichwa kimemvuruga. Haelewi. Mambo ni mazito, shughuli ni pevu kweli kweli. Aerudi nyumbani, ndugu yangu anakumbuka maneno ya binti. Binti anamwambia tafadhali, sahau, huwezi kuwa na mimi kabisa. Huwezi kunipata. Mimi nakwenda kuolewa na rafiki yako. Lakini pia nakumbuka maneno ya rafiki yake, anamwambia kwamba nimekuachia huyu mwanamke. Kuanzia leo sitaki uwe karibu yangu wala sitaki upite mbele yangu. Na ukipita mbele yangu mimi nitakuua. Jamaa alijiadhibu. Akapiga kioo ndugu yangu akamkata mkono namna hiyo. Mzee mzima bwana Yaman amejikuta haelewi. Moja ekai, mbili ekai. Binti kamkataa, lakini pia rafiki yake naye kamchimba mkwara, hataki amuone anapita mbele yake. Sasa tuje katika upande wa pili. Ni gari ya bradhake na mzee mzima bwana Firat ilikuwa imekuja moja kwa moja nyumbani kwa mzee mzima bwana Yaman kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Yaman, kama jinsi baba alivyoweza kumweleza ya kwamba lazima apate nafasi ya kuzungumza na Yaman ili aweze kujua ni kipi hasa kilichomkuta mzee mzima bwana Firat. Kwa hiyo moja kwa moja amekuja katika upande wa pili nyumbani kwa mzee mzima bwana Yaman ili aweze kujua ni kipi hasa kilichomkuta mzee mzima. Basi akawa gonga mlango. Yaman asikia mlango unagonga lakini anaogopa kufungua. Yaman akaona kafungua mlango. Vipi? Mbona gonga mlango kiasi hicho ufungui? Ambia samani, karibu. Nilikuwa nipo mbali. Kamkaribisha. Oh, asante. Kamkaribisha ndani.
Ya bunlar ndugu yako wapi amekwenda? kim olacak? Bora apigiwa simu apokee message ajibu. Kaçtı gitti, telefonunu da açmıyor. Senin bir bilgi... Una habari yoyote kumuhusu? Bilmiyorum. Anasema sijui chochote. Senin eline ne oldu? Kipi kimekuta mkononi mwako? Mbona kama vile unajeraha? Yani öyle. Anasema nimepata tatizo tu kidogo. Neyse. Sasa sikiliza. Da yapacağını... Nyumbani kule mama hayupo vizuri. Ana mawazo sana juu ya rafiki yako. Tafadhali mpigie simu rafiki yako, mueleze aje nyumbani mara moja. Anasema sasa mimi nitawezaje? Akwambia sikiliza, wewe ni rafiki yake. Mpigie simu ambie brother amekuja hapa na anakuhitaji ufike nyumbani kwa sababu mama hayupo katika hali nzuri. Umenisikia? Bu seni aramadan yapamaz. Nafikiri anakuelewa. Seni aradı na anakukubali sana. Kwa hiyo chukua jukumu hilo. Piga simu, mwambie kwamba anahitajika nyumbani. Halledeceğim abi. Hamna shida brother, nitafanya hivyo. Eyvallah. Basi nikushukuru. Nikutakie pia na mchana mwema pia. Brother akaamua kuweza kusepa. Yama ni rafiki ambaye anakubalika sana. Kwa hiyo waliona kumtumia yeye basi itakuwa ni rahisi zaidi. Sasa tuachana kule, tuje moja kwa moja katika upande wa pili huku. Bibi Hande alikuja kukutana na mama mkwe wake. Na wanatoka kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya picnic kidogo, kwenda kununua baadhi ya vitu kwa ajili ya harusi. Önemli bir şey. Kama siku mbili tu ili ndoa iweze kufungwa. Anne Feris. Asema vipi lakini mwanangu? Bana bir Ferit ameondoka amekasirika sana. Hamna chochote uliyomfanyia, anasema mama mimi sijui chochote. Sijamfanyia chochote kibaya. Kırıldı bana biraz. Naona tu amekasirika kidogo, lakini nafikiri baada ya muda mfupi atarudi katika hali ya kawaida. Anasema basi mpigie simu, zungumza naye. İnat yap. Mweke mambo yote. Sasa anasema lakini nikimpigia simu yangu apokei. Ne bileyim. Anaonekana mkaidi kweli kweli. Ambia sikiliza, wewe ndio mke wake mtarajiwa. Kufanya kila kitu kuhakikisha kwamba unamweka katika hali nzuri zaidi na furaha inarejea kama jinsi ilivyokuwa awali. İki taraftan inat, gurur yap. Lazima uonyeshe kitu cha kitofauti. Olmaz. Umenisikia? Ambia mna shida mama. Usijali. Nitahakikisha namrejesha katika hali ya kawaida. İşte benim gelinim böyle oldu. Anasema hakika wewe ndio unastahili kuwa mkewe na unastahili kumrejesha katika hali ya kawaida. Bila shaka mama. Utajitahidi kufanya hivyo. Basi mama pamoja na mkwewe wanazidi kupiga story mbili tatu. Haya. Sasa tuje katika upande wa pili huku. Ndani ya Istanbul. Mzee baba katoka Antakya akaja moja kwa moja mpaka Istanbul. Sasa huku Istanbul kuna binti mmoja, binti anamuita Aisha. Ni binti ambaye anapenda kufuga mbwa. Alikuwa yupo sambamba na dogidogi wake watatu, anapita nao barabarani namna hiyo. Mbwa anamtesa kweli kweli. Sasa wakati huo katika upande wa pili mzee mzima naye ndo alikuwa ameshakwisha kuingia ndani ya Istanbul, mji mkuu wa Uturuki. Katoka pembezoni kabisa huko katika mji mmoja unaoitwa Antakya, kashafika ndani ya Istanbul. Sasa sehemu ambapo yupo mzee mzima ndipo alipo binti yule. Sasa kuna bwana mmoja akawa amekuja na gari yake, akamfungulia dogidogi mmoja. Mzee nafikiri alikuwa amechoka kumlelea mbwa. Kwa kafika barabarani akamtelekeza mbwa pale, akasepa. Sasa binti alikuwa anakatiza mitaa hii. Kashangaa kuona mtu amekuja ametelekeza mbwa, akaamua kusepa. Sasa binti anapenda sana mbwa, akawa anamkimbiza yule mbwa kwa ajili ya kuweza kumchukua moja kwa moja kuweza kumpatia angalau hifadhi. Sasa jamaa naye huku simu za nyumbani zinapigwa, yupo barabarani amepaki kuna jam kweli kweli, amesimamisha gari katikati ya barabara. Sasa wakati anataka kukata simu, akawa ameweza kuona kitu kimoja, ni kibanio fulani cha nywele ambacho mkewe mtarajiwa ama mchumba wake binti wanayemuita Hande alikuwa amekiacha pale. Jamaa akakichukua kile kibanio akakitupa. Sasa wakati huo na taa zilikuwa zimeruhusu, wakati anaondoa gari pale kwa bahati mbaya akamgonga yule mbwa. Umefanya nini sasa? Akamgonga mbwa wa watu, maskini ya Mungu. Mwenyezi Mungu jamani. Kambwa maskini kamegongwa kanalia. Akasema bado anapumua. Inabidi tumwaishe hospitalini. Nafikiri atakuwa sawa tukimwaisha hospitalini katika kliniki ya mifugo. Akasema ndio, kliniki ya mifugo ipo karibu. Basi binti pamoja na mzee mzima wakambeba mbwa, wakampeleka moja kwa moja kliniki ya mifugo. Yaani hapa ni hospitali ya mifugo, sehemu ambapo mifugo inatibiwa. Mbwa amepata ajali, kwa hiyo analetwa moja kwa moja hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi. Wakamwaisha.
kwa ajili ya matibabu zaidi. Oğlum. Tamam oğlum. Oh, tulia jamani. Tamam. Utakuwa sawa jamani. Bembeleza mbwa. Tamam geçecek. Siz dışarı alın. Basi wamemfikisha kwa madaktari hao, ni watabibu wa mbwa, madaktari special kwa kabisa kwa ajili ya mifugo. Basi wakamwacha pale ili madaktari wazidi kumfanyia kazi, kumfanyia matibabu zaidi. Okay, sasa katika upande wa pili bibi Hande pamoja na mama walikuwa wamefika katika soko hili, wanaelekea katika sehemu kwa ajili ya kuweza kufanya manunuzi zaidi. Washafanya manunuzi kadhaa, kwa wanakwenda katika upande mwingine pia kufanya manunuzi zaidi. Bakacağız. Dedim Sabri yörenin en güzel parçalarını benim için ayırır. Çocuklar, Anasema nafikiri tumewaandalia takıları getirin. cheni pamoja na vitu vingi vya thamani ambavyo naamini vitawapendeza. Basi wakawa wameletewa cheni mbalimbali za gharama kubwa za dhahabu mzima. Diğerine de bakayım. Nyingine Nasıl be? nafikiri hii hapa. Hepsi çok güzel. Anasema mimi naona kila yoyote ni nzuri tu. Kwa yoyote tu itakayochukuliwa mimi naona ni nzuri. 1824 Anasema nafikiri ndio hiyo. karat altın üstü. Anasema imegharimu kama dhahabu kilogramu 24 hivi. Şibe. Kwa hiyo ni dhahabu tupu. Nafikiri hiyo inamfaa. Nedir? Kivaa siku hiyo itampendeza kweli kweli. Çok yakışacak. Basi hamna shida, tutanunua hii. Bekleriz. Kwa hiyo wakachukua ile cheni ambayo ni kilogramu 24. Halo, wanatoka. Sasa wakati wanatoka, mzee mzima bwana Yaman alikuwa akimfuatilia binti. Kumbuka Yaman anampenda sana binti. Kwa hiyo kitu ambacho hataki kukisikia ni kumuona binti anaolewa na mzee mzima. Lakini kumbuka jamaa naye ameshakwisha kujua kwamba mzee mzima aliwaona ile siku. Sasa Yaman anamfuatilia binti. Wakati huo daktari naye kashamaliza kumtibu mbwa. Anasema tayari. Nafikiri kwa sasa endelea vizuri. Baada ya muda mfupi atakuwa sawa. Bugün müşahede... Anasema hakika. Yarın tekrar konuşuruz. Çok Hakika. Asante sana dokta. Köpeği öyle görün. Asante sana dokta. Basi mzee mzima bwana Ferret pamoja na binti Aise wakawa wanatoka. Jamani nisamehe sana, nilikuwa nipo rafu. Mwisho wa siku nikajikuta nimemgonga mbwa. Naomba nisamehe sana. Dikkatliyimdir ama berbat bir gün geçirdim. O yüzden böyle oldu. Olur öyle şey. Anasema inatokea. Şey üst üste gelir. Unajua inatokea kawaida. Neyse. Afu yule ni mnyama. Tanıştık. Nafikiri sio rahisi kumkwepa. Ayşe Na mimi naitwa Ferret. Mimi naitwa Aise. Görüşmek üzere. Nimefurahi sana kuonana, nafikiri tutaonana pia tena. Wakaachana pale. Ferit Ferret. bir dur ya. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Binti akamuita Ferret. Kötü günün güzel bir... Anasema bwana, hii nikupe zawadi. Mimi nauza kahawa. Severim. Nilikuwa napenda jioni Ama tushiriki kahawa. Kwambia, unapenda kahawa? Anasema ndio. Hem de Kuna kahawa za Kituruki, zile kahawa chungu na kahawa za kila aina. bir gün Kwa karibu sana. düşerse sen Hayo bwana, mimi nimetoka umbali mrefu sana, nimetoka Antakya mpaka hapa Istanbul. Kwa hiyo nimechoka kweli kweli. Kwa hiyo nafikiri jioni nitapata fursa kuja kushiriki kahawa pamoja na wewe. Kwa hiyo binti alimwalika kwa ajili ya kahawa. Binti anauza mgahawa mmoja, anauza kahawa. Kwa hiyo akamwalika mzee mzima bwana Ferret. Hoş geldiniz. Aweze kuja majira ya jioni kwa ajili ya kuweza kushiriki kahawa, wanywe kahawa pamoja. Basi jamaa alikuwa amechukua hoteli, kaelekea zake hotelini kwa ajili ya kuweza kwenda kupumzika na baadaye basi ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuelekea katika appointment hiyo. Basi tuje katika upande wa pili kwa brother Sinan. Mke wake alimfuata. Mwambia Sinan, niambie. Sinan. Kızım. Unataka nini? Kestirsem Hem niambie, nywele zangu zimekaa vizuri? Kesho kwenye harusi? Ya. Ambia ndio zimekaa vizuri. Aç bakalım. Kwa kesho kwenye harusi nitapendeza? Yiyecek mi? O da bir... Bila shaka nitapendeza sana. Şu hareketlerine bir... Kwambia naomba tafadhali tulia bana. Ala. Yaman ne diyor? Sen bana artık hiçbir şey... Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Vipi? Yaman amekwambia nini? Kimetokea kati ya Hande pamoja na mzee mzima bwana Desene. Ferret. Sana... Anasema hajui chochote. Lakini nimempa taarifa mpigie simu Ev... na amweleze hawahi kuja. Kayınvalide. Anasema lazima kutakuwa kuna shida. Saat... Mimi nakueleza ukweli. Lazima Hande pamoja na Ferret watakuwa migombana. Sen de iki lafın belli... Haiwezekani Ferret kuondoka kwa hasira kiasi hichi. Lazima kutakuwa kuna kitu ambacho kimetokea ambacho sio cha kawaida. Mimi nakwambia. Son bir şey daha var. Wewe hutaki unisikia? Burada bunlar... Lakini mimi nakuhakikishia kama hii harusi ikifungwa, Ona atar et. mimi sio mkeo.
Barışırlar barışırlar. Hebu acha kuzungumza maneno mabaya kiasi hicho bwana. Çen. Acha penche nyingi. Diyorsun sen. Mimi nakwambia ukweli. Hii harusi mimi nakwambia haitofungwa. Anne. Basi wakawa nazidi kutaniana pale. Aferin. Oh Sinan. Düğüne 2 gün Unajua zimebaki siku mbili tu İstanbullara kaçmış. ili harusi ifungwe. Lakini ndugu yako ameondoka amekwenda Istanbul. Olarak Sasa tunafanyaje ili kumrejesha ndugu yako mapema zaidi kwa ajili ya harusi? Nasema usijali mama atakuja. Hadi toparla. İstanbul'a uçuyorsun. Gidip Sasa naomba tafadhali jiandae, nenda Istanbul kwa ajili ya kwenda kumchukua ndugu yako. kalmasına 1,5 saat. Zimebaki masaa machache sana. Tamam anne. Unanisikia? Kwa hiyo nenda kachukue ndege, nenda Istanbul, kamchukue ndugu yako umlete hapa. var, acele et. Haya. Sinan anatumwa na mama kuelekea Istanbul kwa ajili ya kuweza kwenda kumchukua Kaldı. ndugu yake İnşallah şu Ferit amrejeshe nyumbani kwa sababu zimebaki ni siku moja na masaa kadhaa Sus. ili ndoa ifungwe. İçeride valiz hazırla bana. Okay. Basi ndio hivyo. Sasa tuje katika upande wa pili kwa bibie Aisha. Aisha yupo zake bize kweli kweli huku. Ni muuzaji wa kahawa kama jinsi nilivyokujuza hapo awali. Ashinaweka mfika zake kazini. eksik gönderecek misiniz? Taksit. Alikuwa amechelewa kweli kweli. Kwa hiyo wateja walikuwa ni wengi pale. Wanaagiza kahawa, nini, marotarota nini, mambo ni safi. Binti speed kwa ajili ya kuhudumia. Yalnız bu benim siparişim değil. Karibu jamani, karibu. Anageuka hivi, mara ghafla. Ya kızım ne yapıyorsun? Toplasın. Kagongana na mzee mzima. Hadi. Umefanya nini sasa? Musunuz lütfen? Oh jamani, samahani. Suçu yok. Samahani sana, mimi nilikuwa natembea. Yes. Alikuwa anatembea, tumegongana, samahani. Önüne bakacak, sağına bakacak. Watu wengine wanatakiwa kuangalia bwana. Sonra olan. Sio natembea tembea rafli. Siz benden özür dileyecek. Lakini Üslubunuzdan naomba tusameane. Samehe. Basi jamaa kaomba msamaha pale, kwa bahati mbaya ndio hivyo. Amepamiana na binti. Kwa bahati mbaya ndio hivyo. Amemwaga chakula cha mteja. Binti kasafisha pale haraka na upesi, akaja moja kwa moja katika upande wa pili huko. Merhaba. Hello. Merhaba. Habari yako? Üstün pasta mı? Vipi, nguo yako imechafuka? Şey yok. Asema hamna. İstek mendil var bir. Hebu nipatie kitambaa hapo nifute kidogo hapa. Teşekkür ederim. Oh, asante. Kahve içmeye geldim. Vipi, umekuja kupata kahawa bila shaka? Aslında kahve içmeye gel. Anasema sikuja kupata kahawa. Umefuata nini sasa? İnanmayacaksın. Amini usiamini. Hemen şu Mimi naishi kwenye hoteli ya pili kutoka hapa. Nimekuona nikaona nikufuate. büyük tesadüf. Nimekuja kwa ajili yako tu. Tamam. Nimekuja kwa ajili yangu tu. Bir kahve ısmarlayayım o zaman. Kwa nini? Anasema nimekuja tu kwa ajili nikuone, nikusalimia. Mwambie asante. Sade olsun sana zahmet. Bila shaka nafikiri utakuwa umejihisi tofauti. Jamaa amekuja tu kwa ajili ya kumuona binti. Alikuwa hoteli ya pili, kwa hiyo kumuona binti akaamua kuweza kumfuata. Okay, sasa wakati huo katika upande wa pili kwa bibi Hande. Hande yupo kitandani anatazama picha alizopiga yeye pamoja na mzee mzima. Hande ya. Ghafla amekuja bibi Isabel. Ambia vipi, mbona umekaa kimya kimya hivi? Unawaza nini? Alafu kama vile unalia. Sema Geldi. Isabel tafadhali, naomba tu niache. İçini biliyor. Hande, Anlatacak mısın ne oldu? hem niambie nini kilichoendelea? Imekuwaje mpaka Ferit ameondoka? Hande ne oldu? Hande, Ne niambie. Çat. Niambie nini kilichotokea. Nasema bwana, usiniulize maswali mengi, niache mwenyewe. Usiniulize maswali kama mtoto. Isabel akaamua kuweza kunyanyuka. Gerçekten çok. Ambia wewe endelea kuokaa na usiri wako huo, tuone siri zako hizo zitakufikisha wapi. Basi bibi akasepa, lakini bibi anaficha siri ambayo yeye mwenyewe hajui ni kipi kilichoweza kutokea, kwa sababu hajui kama mpenzi wake aliweza kushuhudia akiwa anafanya kitu ambacho sicho, akiwa sambamba na rafiki yake. Bwana, nini kinachokwenda kujiri katika episode inayofuata? Hiyo ni episode ya 3 katika Mashine Safi, bonge la picha wanaita Kalpi ya Rasi. Twende sambamba katika episode inayofuata. Sehemu ya 4 inafuata. Karibu tena, twende sambamba zaidi katika Mashine Safi. Ndio inafuata. Sehemu ya 4 ndio hii hapa. Twende sambamba zaidi. Asante na karibu pia.